Danieli anakuja kuonekana ni kiongozi bora kuliko wengine. Baada ya Danieli kuonekana ni kiongozi bora kuliko wengine, ndipo tunaona shauri lenye hila ambapo linatengenezwa na kumshauri mfalme Dario aweze kulipitisha. Wale mawaziri, manaibu waziri 120 pamoja na viongozi wao wawili, tunaona wanatafuta namna ya kuangusha uongozi wa Danieli, ya kuharibu uongozi wa Danieli. Hili jambo limekuwa likifanyika sana hata katika jamii yetu. Watu wamekuwa wakitumia namna ya kushauri au kutoa mashauri hila na kuangusha watu au na kufukuzisha kazi watu au kuhakikisha watu wameanguka katika kazi ambazo walikuwa wakizifanya. Kwa tunaona shauri linapelekwa kwa mfalme Dario ya kwamba watu wamwabudu mfalme Dario na wasimwabudu Mungu. Mfalme Dario kwa kulisikia lile shauri, aliliona ni shauri ambalo ni zuri sana, akalitazama kwa makini, akaona ni shauri ambalo linamtukuza, linamheshimisha, lakini ndani yake ilikuwa na mtego ambao ulikuwa na hila dhidi ndani. Ndipo baada ya kusaini lile shauri, tunaona namna gani hila inatendeka kwa Danieli. Danieli anaabudu Mungu wake na katazo limekwisha kupita ya kwamba Danieli au watu wanatakiwa kumwabudu mfalme Dario badala ya kuabudu Mungu. Kwa hiyo mfalme Dario anapelekewa taarifa ya kwamba Danieli ameshindwa kumwabudu mfalme Dario na anaabudu Mungu wake aliye hai. Ndipo mfalme anakasirika kwa shauri alilofanya, anaamua kutafuta namna ya kumwokoa Danieli, lakini wale mawaziri ambao tayari walikuwa na hila waliendelea kushinikiza Danieli aweze kuuawa, Danieli aweze kutupwa katika tundu la simba. Kwa nini? Kwa sababu hila yao ilikuwa imebeba mauti, hila yao ilikuwa imebeba anguko. Walitamani kuona anguko la Danieli, walitamani kuona Danieli akupotea katika ufalme wa Dario ili waweze kufanya mambo yao. Watu wengi leo wanaweza kufanya mambo mabaya juu ya wengine ili tu waweze kusimama kwenye nafasi hizo na kuweza kufanya yale ambayo wanatamani kufanya, hata kama yule mtu ana manufaa na anafanya vizuri katika nafasi aliyopewa. Lakini wale watu kwa sababu ya mashauri ambayo yana hila ndani yake, wanaamua kufanya vitu ambavyo havistahili, wanatoa shauri ambalo halistahili na kupoteza kazi kwa wale ambao walikuwa wanafanya vizuri katika maeneo yao ya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie tu kwamba kila hila huwa ina malipo. Hakuna hila ambayo utaifanya isiwe na malipo. Utaitengeneza hila na hiyo hila itakurudia mwenyewe. Tunaona Danieli anapoteza nafasi ya kazi, Danieli anapoteza nafasi ya kuishi, Danieli anapoteza nafasi ya kukaa na familia yake, Danieli anapoteza nafasi ya kuwa kiongozi katika taifa la Mungu. Watu wanatamani aweze kufa, watu wanatamani apotee katika uso wa dunia, lakini Mungu kwa sababu alichungulia na kuangalia kwamba Danieli hana hila. Danieli hakuwa na hila mbele ya mfalme wala mbele zake. Mungu aliamua kumwokoa na makali ya simba. Hata leo hii wale ambao wamekuwa wakitengenezewa hila, Mungu anawaokoa kwa sababu hawana hatia mbele za Mungu, hawana hatia mbele za wale ambao wanaongoza.
Kwa hiyo Mungu anatafuta namna ya kuokoa na kuwasaidia, na ukifuatilia wengi huwa wanapotoka na ushindi. Hata kama utafanikiwa kuondoa kwenye nafasi, lakini mwisho wa siku wale watu wanaenda kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu hawana hatia, hatima yao bado inadai watumike chini ya juu, watumike chini ya ulimwengu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hata Yuda anamsaliti Yesu. Yuda anachukua nafasi ya kumsaliti Yesu. Anapenda kupeleka shauri la namna atakavyo msaliti Yesu kwa wakuu wa makuhani, kwa wazee wa baraza. Anapeleka shauri namna gani atamsaliti Yesu kwa kupokea vipande 30. Lakini ukifuatilia utaona hata vile vipande 30 alivyovipokea alikumsaidia. Kwa hiyo anajikuta anaingia kwenye makuti mbaya kwa sababu alifanya hila dhidi ya mwenye haki. Haleluya. Hata wale waliopeleka hila kwa ajili ya kumwangamiza Danieli, mwisho wa siku waliangamia wao na familia zao, waliangamia wao na watoto wao, wao na wake zao. Kwa nini waliangamia? Waliangamia kwa sababu ya hila waliokuwa wametengeneza. Kwa hiyo unaweza kujikuta unaangamia au unapata tatizo, au watoto wako wanapata tatizo, au mkeo anapata, familia yako inapata tatizo kwa sababu tu ya hila uliokuwa umetengeneza dhidi ya mwenye haki mmoja. Kwa maana leo hii unaona watu wanakatika, watu wanapotea, watu wanakufa ghafla, watu wengine wanapita katika magonjwa mazito. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali walifanya hila, na ile hila imerudi kuwatafuna wao na vizazi vyao. Bwana Yesu sana. Kila ambaye alisimama kufurahia anguko la mwingine, kila ambaye alisimama kwa kufurahia anguko la mwenye haki, mwisho wake ulikuwa mbaya. Tunaona Yuda alikufa vibaya. Tuliona wale ambao walitoa mashauri yenye hila kwa Danieli walikufa vibaya, walitupwa katika shimo la simba, na matokeo yake kupoteza mauti, kupoteza maisha. Hata wewe leo jaribu kuchunga sana, usipende kutoa mashauri yaletayo hila kwa wengine. Usipende kutoa mashauri yenye kubeba hila dhidi ya wengine, kwa sababu unapotoa shauri lenye kubeba hila dhidi ya wengine, wewe na uhakika malipo yake ni makubwa dhidi yako na uzao wako. Hata kama utayaona kwako, basi uzao wako utayapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni jambo njema sana kuona wenzio wanafanikiwa au wenzio wanafanya vizuri na wewe ukamtukuza Mungu, kuliko kutengeneza hila ambayo itakugharimu baadaye. Jifunze kuthamini kile ambacho mwenzako anakipata.